Maelekezo ni kwamba mzee wako ameenda amelalamika na ni miezi karibu 4 sasa hajalipo hela yake. Walikubaliana kila mwezi analipa 200,000. Unaona? Sasa mtendaji ananiambia bana, mzee Kibona anatia huruma huku. Hela fika kwamba inaonekana mzee hataki kumpa hela yake na kila akimpigia mzee hampi mjibu anayoeleweka. Sasa mzee Kibona alichokifanya, yeye ametafuta hela. Hataki alipwe chochote. Hataki fidia, yani hataki alipwe chochote sababu nyumba zake zimevunjwa. Yeye anachotaka arudishiwe tu eneo lake. Yeye hela yote aliyopewa yuko tayari kulipa. Sasa mzee naye kana pia hiyo hataki, mzee tena anataka fidia. Sasa ndio ananipigia kwamba sasa mzee wako anataka fidia, na tunamuuliza kwa habari ya fidia, anasema wewe kisha ndiye muhusika, sababu wewe ndio uliyejenga kanisa na wewe ndio uliyekuwa na mkataba wa mwanzo kabisa ambao mlikuwa mnauviana viwanja na mzee. Tunaomba tutumie mkataba. Nikamwambia hata nikiwatumia mkataba bado mimi mkataba huko ninao, na mashahidi kwenye ule mkataba aliandikwa Sala, ambaye Sala ilisemekana kwamba katika zile hela tutakazozitoa 7,000,000, 1,000,000 tutampa Sala. Umeona? Kwa jina lako lipo kwenye mkataba kwamba katika ile 8,000,000, 7 anachukua mzee wako, 1 ni ya kwako. Sasa ndo changamoto hiyo. Mimi nimesimama kama mnunuzi, baba kama shahidi, wewe kama shahidi, babako kama muuzaji. Sasa kipengele hilo hicho, mzee anaonekana hataki kulipa hela na anahitaji nini? Anahitaji fidia. Kazi mnayo huko? Wamekutana wote watatu. Salama pale. Wamekutana wote watatu. Kazi mnayo. Mimi sema ya news. Yaani nikataa kabisa, nisema ya news unatafuta vya kwangu. Huko. Ndio fanya nilisema. Niko yani ya news tena ya news. Niko nimezaliwa nimeikuta. Kwa wapambanaji walioitafuta huko ndo wapambanage navyo, mimi wasinihusishe chochote. Sasa mimi pia nilitoa go ahead hiyo kwamba vipi hizo hela zote hata kama ambazo nililipa mimi apewe mzee zote, na mambo yote si ya kujenga nyumba. Mimi sihitaji kudai chochote kwa sababu mimi nilitoa kama sadaka. Sikuwa nafanya kitu kwamba eti labda nahitaji kuja kulipwa baadaye, hapana. Kwa mimi nilichokitoa tamko la mwisho kwamba nini, hela hizo 2,200,000 na 1,400,000 apewe mzee, alafu yale mabati si nini kanisa vichukue, wajue wao wanafanyia nini. Maana sasa kanisa la kwanza kule mzee nasikia amevunja vyumba, amepangisha. Sasa sijajua wataenda wapi kanisa kama kanisa. Yaani ndio shida hiyo ambayo pia inaniumiza akili mpaka hapa. Sasa tena pia nikimfuatilia mzee Kibona, ni mzee, ni mtu mzima, ni mzee of course. Na kwenye masuala kama haya mimi kama binadamu pia sio binadamu, ni mchungaji ambaye nachunga watu wa kila aina. Waongo, wazinzi, walevi, yaani mimi nachunga wote. Nikiangalia pia kwa habari ya haki, mzee Kibona na haki kubwa. Ni kweli tulichukua eneo lake, alitubariki kwa hela ndogo sana. 8,000,000 ni hela ndogo. Kwa lile eneo hatukustahili kuuziwa ile hela. Ni hela ndogo sana. Lakini pia bado kwenye hela ndogo tumeonekana kwamba kuna usumbufu ambao umejitokeza. Hela yake ni kana kwamba inaelekea kutapeliwa, kwa sababu kwa maelezo ya mzee ni kwamba yeye anasema tulikubaliana tutakuwa tunamlipa kidogo, ila tukuwekeana limitation ya muda. Kwa hata kama ni baada ya miaka 20 tutamaliza deni. Kwa hivyo ni kauli za kiuni, lakini pia ni ashiri ya utapeli kwamba mtu labda anataka kufanya kitu ambacho anategemea labda huyu mtu ataumwa sana ili hela ile asipate namna ya kumlipa. Unajua vyote vipo, watu huwa wanafikiria. Kwa hiyo baadaye mimi walivyonipigia ni kwamba mzee tena kaurudisha mpira kwangu, kwamba hayo mambo
Elisha ndo mhusika. Wakanipigia mimi tena juzi hiyo. Bana wewe ndo tumeamua wewe ndo mhusika. Tunafanyaje kuhusiana na huyo mzee? Ndio maana nikasema hebu subirini kwanza nimpigie kwanza Sara. Yeye anaweza kana najua situation yuko ilivyo, mimi kinaendelea. Ili mimi nijue nasimama upande upi, kwa sababu nikisimama kwa upande wa haki mzee Kibona na haki. Nikisimama kwa upande wa kuitetea kanisa maana yake nikubali kudhulumu haki ya mzee Kibona. Na ni kitu ambacho kwangu mimi sipendagi maisha ya kiuni kwa kweli, sipendi. Unaona? Sasa wewe kama Sara tunafanyaje hapo? Mimi ndugu yangu sielewi kitu. Yaani mimi nishajitoa kabisa huko. Sielewi, yani sielewi. Yaani hiyo pambaneni nyenyewe huko. Mimi hata baba mwenyewe nimwambia. G7 nimwambia, nisema hata mzee Kibwana mwenyewe nimwambia mimi ya huko hayanihusu. Ndio maana sipandishage hata tukiwa sisi na nini huko. Sijui Sebina sijui nini, ndio maana uaga sipandishi huko. Nasalia huku. Kanisa letu la Mbalizi. Huku ndo naishia huku. Kwa hiyo ya huko mimi hayanihusu. Unaona? Hayanihusu. Kwa hiyo pambaneni huko. Mtajua nyinyi wenyewe namna ya kulimaliza huko. Mimi sihusiki kabisa huko. Ningekuwa wakike labda wakike. Basi. Haya mambo haya watu ona kufaga tu kiuzembe tu haya. Sasa hicho swala la kufa hilo ndo ambacho mimi naingia kwenye kulikataa, kwa sababu sasa mimi ni mhusika mkubwa. Kumbuka mimi ndo nimesimama kama mnunuzi. Ina maana mpira ninavyotupiwa mimi, manake sasa vibuyu vyote vitanielekea mimi. Ndo mpambane sasa huko. Mimi nguvu yangu ni ndogo. Nina nguvu tu ya kula. Na ya kuombea tu maisha yangu yaende vizuri basi. Hizo nguvu zingine sijui bwana, ndo mpambane huko. Hizo vibuyu vikinielekea mimi watanitengua kiuno kama sio shida. Ndo hapo ndo maana nasema ananilii. Hayo mengine mpambane huko. Mungu awasaidie tu huko. Mjue namna ya kunanili. Na hata wacheza karata ni 3 ndo wahusika. Maana hapa ni mimi G7 la Kibona. Tutajua kwa sababu wamesema kikao kesho kutwa watanipigia. Maana walitaka nishuke na mapema kushuka siwezi. Mtamalizana huko mtajuana huko. Bwana sawa. Haya. Haya.